Siwezi nikachukua pesa yangu eti niko na spend kwa ajili ya kujenga ghorofa kwa ajili ya kujifurahisha mwenyewe, wakati najua kwamba kama nikiweza kufungua mradi fulani nitaweza kupatia watu ajira fulani na utajikuta wale watu wanajiendeleza kimaisha. Hivyo ndio inavyokuaga. Mimi naweza kusema Asset TV ni TV ya familia, ya umoja, ambayo inaleta watu kutoka huku na huku na kuunganisha nafasi moja. Na kila yote yule ambaye yupo kwenye Asset TV ni mwanamemba wa familia. Yako mengi. Kwa mfano, unajua unapoishi nchi za watu na usipokaa nyumbani kwa muda mrefu, vinakuwa vitu vingi ambavyo vinapitikana katikati ambavyo ufahamu. Kwa mfano, kuna siku moja nitazama kipindi sehemu nikakuta kuna mabadiliko ya uwanja wa mpira. Nilifurahi sana kuona uwanja wa mpira. Na nilipokwenda kufika maeneo, ingawa sikuingia ndani, lakini niliona mabadiliko, nimefurahi sana. Ambacho ni kinyume na wakati bado nipo huko Burundi. Every story matters. Murakomeze neza, jemeze fresh, ndazi muba munkumbuye antuka ariko nanje ndabakumbuye cyane. Iyo ntari kuboneka imbere ya kamera, mba ndiko ndakora utundi tuntu kugira ngo ibintu bigende fresh, kandi kujya mubone ikiganiro cyashitseko hama hari mu kuboko kwanje kugira ngo ibintu bigende fresh. Je ntarekuye ntimubona, rero urumva yuko nama ndi mu kazi iminsi yose, ntabwo narindi hafi ya biro yacu. Ni nashasha murabizi, nubwo tumengo ntiturayibereka neza, ariko twarimutse twimukira ahantu kanaka. Kubashaka no kudutemberera bazoze barahatubaza tukababwira ni bon. So je murabizi ni musore wanyu bashaka gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo mwishime, kubatishima mutubabarire, nituharire dufise ubushobozi bwo kuryohera abantu bose, ariko turavyifuza kubona umuntu wese atwishimiye. Rero sinari hafi y'akazi, ivyuma ntabwo byanyoroye kuronka, nta micro mfise. Chamitamo kurisha telefone ko umuntu tugomba kurana ikiganiro asigaje nk'amasaha 2 afate indege. Kubeki tugomba kuvugana, muraza kumenya byinshi. Yitwa Bonfils Kakunde Kaindo lingine. Okay, Bonfils Kahindo ashobora kuba ari umurundi ariko atari mu Burundi, canke akaba ari kivange peut-être. Turaza kubimenya byose, sinzi ikirundi ko kiza kumworohera, ariko icyongereza nacyo nzi, jenzi igifaransa n'ikirundi n'igiswahili bukibuka, ariko nawe igiswahili aracumva bukibuka. So biraza kugenda fresh turi kumwe namwe, byose bigenda bien. Kaka ni aje sasa? Poa. Kwema Kabisa. Safi sana, alhamdulillah. Umefunga? Mimi si Muislamu hata kidogo. Lakini inaonekana familia yako kubwa ni Waislamu. Hiyo ni kweli. Kwa nini wewe hauko Muislamu? Na wewe ndio mkubwa kwenye familia? Niliwahi kuaga Muislamu. Wewe ndio mkubwa wao? Mimi ndio mkubwa, ndio. Okay. Yeah. Kwa nini sasa wewe sio Muislamu wakati kuanzia baba na mama nafikiri ni Waislamu? No, mama si Muislamu, hapana. Baba ndio Muislamu. Ndio. Niliwahi kuaga Muislamu kipindi nilikuwa mdogo, ila nikabidi nitoke tu change na dini. Kwa sasa dini lako ni dini gani? Niko Mkristo tu kawaida. Yeah. Wewe ni mtu gani? Ukitaka kujieleza kwa watu, unaanza kujieleza kivipi? Wewe ni mtu gani kwa machache? Mimi ni mtu kawaida. Mtu wote ni mtu kawaida. Najali sana maendeleo ya watu, na ni mtu ambaye niko na support hivi sana kwa watu ambao wako na kipaji ya kitu ambacho wanakihitaji ukifanya. Kwa hiyo niko mtu simple tu, kawaida. Majina wameyasikia, lakini we ni baba wa familia au bado ni kijana au vipi? No, niko baba wa familia. Wake wangapi na watoto wangapi? Niko na mke, lakini tunajua tena na ni changamoto za maisha za hapa na pale, kwa hiyo vitu vingine waga tunaviacha nje ya box kwanza. Lakini niko na mtoto, so watoto nao. Una mtoto na watoto? Vyote vinawezekana. Unajua mambo ya ujana tena. Nyuma hivyo tuko Burundi, Kigobe ndo unapoishi au nyumbani ni wapi? Hapa Kigobe kusema kweli sio nyumbani, hapana. Mimi ni mgeni tu ambaye nimekuja kwa ajili ya majanga ya msiba ya familia, lakini mimi ni mkazi wa
Marekani. Na miaka ngapi unaishi Marekani sasa? Nina miaka 14 naelekea miaka 15 naishi kule kwa sasa. Okay, na katika hiyo miaka yote inakuwa mara ngapi unafika Burundi? Na ni vipi ni mabadiliko gani umeyakutana kwenye nchi ya Burundi? Mara mwisho nimetoka Burundi ilikuwa mwaka 2005. Na sasa ni mara pili sasa nitoka nimefika Burundi. Baada ya miaka 4 katikati kupita. Yeah. Na mabadiliko ni kweli, nimeona vitu vingi ambavyo vinabadilika, naona nchi inaendelea kusonga mbele kama kawaida. Kwa hiyo tunashukuru sana rais wetu kwa maendeleo fulani ambayo anajaribu kutuletea nchini kwetu. Yeah. Ni mambo gani ukiwa Burundi, ukiwa Marekani unakutanaga hauyawazii, na wakati unafika hapo ulikutana sasa ndo unajionea binafsi, unakutana nilikuwa na wazia hivi lakini ikuta sio hivi? Yako mengi. Kwa mfano, unajua unapoishi nchi za watu na usipokaa nyumbani kwa muda mrefu, vinakuwa vitu vingi ambavyo vinapitikana katikati ambavyo ufahamu. Kwa mfano, kuna siku moja nitazama kipindi sehemu nikakuta kuna mabadiliko ya uwanja wa mpira. Nilifurahi sana kuona uwanja wa mpira. Na nilipokwenda kufika maeneo, ingawa sikuingia ndani, lakini niliona mabadiliko, nimefurahi sana. Ambacho ni kinyume na wakati bado nipo huko Burundi. So ni kitu ambacho nimefurahi. Maendeleo, manyumba yamejengwa, nimependa. Ulinzi zaidi umekuwepo kuliko ni mwanzo, kitu ambacho nilikuwa sikifikirii zaidi. Yeah. Wewe na STV mnahusiana kivipi? Mna relationship gani? Naweza kusema ACTV ni TV ya familia, ya umoja, ambayo inaleta watu kutoka huko na huko na kuunganisha nafasi moja. Na kila yote yule ambaye yupo kwenye ACTV ni member wa familia. Yeah. Kwa hiyo hakuna ubaguzi, hakuna chochote kile isipokuwa upendo tele ambao nimekuta kwenye ACTV. Ni kitu ambacho nimejivunia zaidi na nimekipenda, na ni kitu ambacho unaweza kushauri hata wengine pia wajisikie huru kufika ACTV. Yeah. Watu wako salama kabisa, nimefurahi. Watu ambao nilikuwa sijawaona leo kwa mara ya kwanza nimekutana nao, kwa jambo la furaha sana. Kuna watu sasa wengi, mimi nafikiri sijui tulikutana mara moja au mara mbili au mara ngapi, tulipita mizunguko mingi sana. Na nashukuru kwa uaminifu wako. Mungu kwanza kubariki, kwa sababu nakuwa najivunia sana kupata ile chance ya mtu kuniwekea kwa uaminifu, kwa sababu ndo kazi yangu ya kwanza hapa kwenye hii dunia. Kutengeneza uaminifu wa mtu na uzaa ndani undugu au kitu fulani, na kumuonesha kuwa kama japokuwa wabaya wako na wazuri pia wako. Andini mtu gani kwa machache? Kusema ukweli, na tunapenda kusema kwamba ukweli wasemwa, na palipo kweli huaga hujifichi. Ndiyo, kwa mtu ambaye hajakuona kwa mara ya kwanza, kila mtu iko na mawazo yake, anaweza kufikiria tofauti, lakini mimi nina furaha sana nimekutana na wewe, na nilitamani sana kusema niweze kuongeza muda mrefu ili niweze kubaki hapa, ili niweze kuenjoy na nyinyi mahali hapa. Lakini uko mtu ambaye ni unagomba mbamba kwanza. Yani hauna vitu vingi, unaona, unafanya kuwa uko mtu wa watu ambaye unajali watu, kitu ambacho ni kizuri sana. Na uhalisia wako na jinsi ulivyo, kama ulivyosema, kila mtu kwa mawazo yake, anaweza kufikiri kivyake, lakini mimi kwangu naweza kusema kweli bana, uko mtu ambaye umeenea kabisa. Uko mtu ambaye umeenea na upo vizuri kabisa. Nashukuru sana pia, asante sana kwa zawadi. Singesahau, asante sana kwa zawadi yako. Nafikiri umeniaidia toka mwaka 2022. Mimi nikija nilikuwa hata sikumbuki, lakini wakati unanizingua tu tarehe fulani ndio kwa Bujumbura ndio nimeelewa sasa, nikakumbuka tena. Asante kwa kufikisha hadi. Mungu kwanza wabariki, pia tuwausi muendelee kupenda hii nchi na kuitembelea vile na kuinua wengine kutokana na uwezo kidogo ambao Mungu anakuwa amekuwezesha. So mimi nimeenjoy kuwa na wewe.
nafikiri unakuwa mtu uko katika watu wadogo sana. Nishawahi kunisha kwanza, nafikiri uko mtu wa kwanza mimi naenda kumpokea airport, wa kwanza katika mashabiki zangu, wa kwanza ndio naenda kumpokea. Wengi tunakutaniaga tushafika, lakini nimefurahi kuona na mimi nilichokuahidia nilikifikisha. Nimekupokea vizuri na unataka kurudi huko salama, na vitu tulipita hemo ni vingi, lakini Mungu alisaidia, bimwa bikaenda sawa, na vingine najua vitakuwa tu sawa. Hiyo ni kweli. Yeah. Kwa hiyo mimi bwana nikushukuru sana kwa yote ambayo ulifanya. Kusema kweli, ulifanya vitu ambavyo nilikuwa sifikirii, ingawapo ni kuwepo na ile imani, na kupitia imani yangu labda niseme ni kama tulikutana. Kwa hiyo mimi nafurahi pia sana, na mimi nashukuru sana, na zaidi yangu tu labda isiwe kwangu tu, labda kwa siku ya leo, na hata wengine pia siku watakuja, jisikieni huru. Yeah. La msingi ni mawasiliano na kujisigana, utaweza kuishi na watu, vitu kama hivyo. Yeah. Ni kipindi gani ushakifuatilia kwenye STV kikakutachi sana zaidi ya vingine? Huwa na enjoy sana vipindi vyote vya STV, na ni mfuatiliaji sana. Hawaga napenda ku comment sana, ingawapo huwa najaribu kutia limit kwenye comment, lakini vipindi vyote viko sawa. Mimi nafurahi navyo sana kila wakati. Marekani mashabiki wetu nawaona aje? Wapo? Unajua Marekani bana ni nchi kubwa. Kusema ukweli, na ina watu sijui niseme matrio, sijui niseme nini, kuna watu wengi sana, na tunaendelea kufuatilia. Yeah. Kusema wajua kule sio kama vile huku unakutana na mtu muda wote unajisikia tu kwenda tofauti na huku. Kwa hiyo kule kutazama TV ama kufuatilia vipindi online iko rahisi sana, ni kama vile kuchukua maji na chama mdomoni tu na kunywa, ndio vile iko kule. Kwa hiyo tunaendelea kuhimizana ibane. Kuna TV fulani siku hizi na ina trend, njoo ni sauti fulani, tuwape support. Kwa support yetu kubwa inakuwa ni msaada kwa wengine, ndio. Na hilo ndio jambo ambalo tunalifanyaga sana, tusapotiane wenyewe kwa wenyewe kwa kazi. Na mimi niko washabiki wako wengi mtawaona, naamini hiyo. Unaanza kuwa una mpango wa kufanya kitu fulani ambacho kinaweza kikarudi kuwa faida ya wananchi na nchi pia ya Burundi. Sana. Inaanza kuwa ni ndoto gani unayokufanya hapa Bujumbura ili kesho au Burundi, ili kesho iwe msaada kwa Burundi, kwa mwananchi wa Burundi pia na nchi ya Burundi? Na wengi wanajenga magorofa, wanapana makazi nini, inakuwa ni vizuri sana. Ndoto yako kubwa ni ndoto gani kwenye nchi yetu ya Burundi? Nchi ya Burundi ni kwetu. Kama nilivyosema, nchi ya Burundi ni kwetu. Mimi ni mkaaji wa hapa sana tu kwa miaka, isipokuwa ni muda mrefu tu nilikuwepo sipo. Nafikiri sasa itakuwa ni miaka 20 toka nitoke hapa Burundi. Ndio ni kama nimerudi tena. So kama hadi naweza nikaahidi tu, naweza nikatia ahadi, kwa sababu naamini kwamba nitarejea tena. Nikisharejea basi mimi nitakujuza ni kipi ambacho nakifikiria ukifanya, kwa maana nishakifanya hata kwenye nchi zingine. So na mimi hata hapa Burundi pia, kwa sababu nilikuwa si mzoefu wa kufika huko Bujumbura. Kwa hiyo nafikiri nitakwenda tajipanga, nitajua kipi cha kufanya, na mimi na kwamba sawa sawa. Wengi wapo wanajenga nyumba vikubwa hapa Bujumbura. Wanatengeneza manyumba kubwa, mabaa, restaurant, hotel. Ukutana ni nyumba ziko safi. Je, kinyumba vipi, bado au kimesha kaa sawa yani? Nyumba mbona tunazo tu nyingi. Unajua vitu vingine vinakuwa ni vya nyuma pazia. Huna haja kwenda mtandaoni unajitangaza kwamba nimefanya hiki na kile. Hapana. Mtu mwenye busara ufanye vitu vyake kwa taratibu. Mimi kwangu huaga sijifikirii kibinafsi zaidi. Huaga nafikiria kuhusu wengine. Siwezi nikachukua pesa yangu eti niko na spend kwa ajili ya kujenga gorofa kwa ajili ya kujifurahisha mwenyewe, wakati najua kwamba kama nikiweza kufungua mradi fulani nitaweza kupatia watu ajira fulani na utajikuta wale watu wanajiendeleza kimaisha. Hivyo ndio ninavyokuaga mimi. Ila kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake, basi unafanyaje? Unafanya kile ambacho unakiweza, lakini ukiweza unaacha wengine, unaona. Lakini kama nilivyosema, tutafanya miradi kwa ajili ya jamii na nchi yetu ya Burundi, kwa maendeleo ya taifa. Ningependa nikushukuru sana Bonfils, pia nishukuru wakati wote mrefu ambao unatusupport uko na sisi, unaipenda television sio yetu, ni yenu. Sasa
Televisheni mnaipenda sana, mnaisupport, inafika kwa ajili yenu. So wewe na wengine pia ningependa niwashukuru na nikutakie safari njema. Safari yote utakayochukua iwe fresh tu, na nina imani tutakutana tena siku fulani ambayo tufahamu leo, ila na sisi tunajua miaka mbele tutakutanaga kule kutembelea. Sasa mimi niko nakuja kuwatembelea na kula afu narudia. Mimi nitashukuru sana. Na mimi nashukuru pia. Hapo nidanganya, sina hata ndoto ya kufika kule, inakuwa ni kazi kubwa. Si kazi kubwa. Kila kitu kinawezekana katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu hakuna ambaye anajua maisha ya kesho. Unalalaga tu unakuta asubuhi fika eneo nyingine. Kwa hiyo ikitokea kila kitu tunashukuru Mungu kwa yote. Kwa hiyo ikitokea umefika bana, tuwasiliane. Na wewe unakuwa mwenyeji wako pia, na mimi nikaja kukupokea na kutembeza na kutembeza mji ili kuacha bana, angalia hivi na hivi na hivi. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo kila kitu ni mawasiliano, na kama nilivyosema mimi nashukuru sana. Na mimi safari ndio kwanza bado hajaanza, kwa sababu bado na skala nyingi za kwamba nitapita hadi kusema nirudi nyumbani. So ningali nafasi, ningali nitatoka hapa nifike Dar es Salaam, kutoka Dar nitaenda Ethiopia, kutoka Ethiopia nitaenda Roma, nikitoka Roma ndio nichukue ndege moja kwa moja hadi nyumbani, ambapo itakuwa ni masaa 10 kutoka nyumbani. Nimeacha na transport yangu pale airport, so inabidi kuchukua transport kutoka airport kufika nyumbani. Yani nitakuwa nimechachoka vibaya, lakini ni kuomba Mungu ataongoza kila kitu. Okay. Maswali madogo ya changamoto. Ni pesa ngapi nyingi ushawahi kuzichukua kwenye mikono yako? I say, nikisema nikuhesabu ile pesa kuhusu dola, kia Mungu nitakwambia, nitakudanganya, kwa sababu nishagusa zaidi ya ambazo unazifikiria wewe. Mimi najifikiria, kwa sasa niko najifikiria $700,000 kwa fasi mshahara kwa hiyo kuzichukua kwenye mikono yako. Naweza kusema sijawahi kuzikamata wakati mmoja unazitia mkononi, lakini nishagusa zaidi ya hizo. Okay. Na sio wakati mmoja tu, lakini kwa wakati tofauti ndio. Pesa zipo. Pesa zipo, kama nilivyokuambia, mimi ni supporter tu. Kazi yangu sio binafsi, kazi yangu ni support watu ambao wanania kufanya kitu. Hiyo ndio kazi yangu mimi. So natafuta pesa kwa ajili ya kusupport wengine. Hiyo ndio kazi yangu kwa watu wawili au watatu ambao umeenjoy nao kwa hizi siku ambazo walikugusa kwenye roho. Yani kuna vitu fulani labda tuensorite nini tumekugusa ambao tutaenda na tufikiria njiani pote. Nani na nani? Wawili au watatu. Kana kusema kweli, kwa watu wa ICTV nimeona karibia zaidi almost everyone, I think. But hey, you know what? It's all about life. Okay, but kwa wale ambao nimekutana nao kwa muda mfupi, nimekutana na wewe ambaye ni MC, na nikutana na dadangu pale Mili, rafiki yangu sana. Rafiki yako sana. Niko na kumbukumbu nyingi yake toka ingia ICTV. Kwa hiyo na nimeona ndugu zangu hapa mbele yangu wote wapo, ingawa kwa mara ya kwanza, lakini na mafahamu kupitia majina tu, ila kwa leo nimeona wote uso kwa uso. Kwa hiyo na furaha sana kuwaona wote. Bona bon fils. Asante sana. Na mimi nashukuru sana. Every story matters.